Kama unayempenda kupendi, sihangaike sana, penda na kupenda. Muda mwingine si vyema kutumia nguvu kubwa kwa yule ambaye hatufanye nini, bado ataona kama unajipendekeza. Rafiki yangu, maisha ni mafupi mno, penda palipo na upendo. Karibu kwenye ulimwengu wa simulizi za mapenzi. Tunaendelea na simulizi yetu ya Chozi la Usaliti. Mimi ni MSCI. Kumbuka, hii ni sehemu ya 7. Alipofika, Eliza alinishika mkono. Taratibu, alinivuta huku akielekea ndani. Nami nilimfuata nyuma, misili ya kipofu. Kwa ule mwendo wake, macho yangu hayakuchoka kabisa kumtazama. Eliza alikuwa anajua kucheza na hisia zangu. Eliza alikuwa anafahamu jinsi ya kuvuta macho yangu. Pindi nimtazamapo, ni nadra sana macho yangu kuchoka kumtizama. Kila nimwonapo, huwa nahisi nipo kwenye ulimwengu wa peke yangu. Yaani ningekuwa na uwezo, nadhani ningehamisha watu wote hapa duniani, ningebaki mimi na Eliza wangu tu. Ili kukanyaga ndani tu, Eliza alinikumbatia kwa nguvu. Chuchu zake ndogo zilizochomoza mfano wa jua la asubuhi zilipogusa kifua changu, la mosi mimi, mwili wangu ulisisimka. Mapigo ya moyo yalikuwa yanashindana kudunda. Nilijikuta na hemea juu juu, misili ya mkimbiaji wa mbio fupi. Mapenzi hunigeuza bubu. Mapenzi hunifanya kipofu, licha kwa nina macho yangu mawili, tena yanayoona vizuri. Niamini mimi, muda ule hakuna neno lolote lilikuwa linatoka kinywani mwangu. Muda ule hakuna nilikuwa namuona zaidi ya Eliza. Penzi lake kwangu lilikuwa ni mfano wa jiwe kwenye maji. Kuyeyuka ni ngumu, kupanda juu watu walione ni ngumu zaidi. Hivyo ubaki limetuama chini, misili ya tembo. Unajua, tembo kupanda juu ya mti haiwezekani. Eliza huku akiwa bado amenikumbatia, alianza kulamba shingo yangu. Hali yangu ilianza kuwa mbaya. Kama ni mgonjwa, basi nilikuwa nahitaji matibabu ya dharura. Kama ni msafiri, nilikuwa nahitaji usafiri wa haraka, maana pasipo hivyo ningechelewa kule niendako. Taratibu alinivuta karibu yake kabisa. Macho yetu yalipoonana yaliongea japo kwa sauti ya chini. Wote tulikumbwa na ukimya. Hakuna aliyepanua kinywa kuongea. Ukimya ambao ulifanya kila mmoja wetu asikie hali ya mapigo ya moyo wa mwenzake. Tulibaki tunatazamana, misili ya madume ya kondoo yaliyochoka kupigana. Ghafla Eliza alijitoa kwangu na kukimbilia chumbani. Nami bila kujiuliza nilimfuata huko huko ili nijue kulikoni. Mbona mwale amesahau desturi na kumwacha mgeni peke yake? Ile kuingia tu, nilijikuta napata kigugumizi. Sio mdomo, hata miguu ilipata kigugumizi kutembea. Eliza alikuwa amejilaza kitandani, huku ameacha kila kitu wazi. Kama ni mlango, ulikuwa haujafungwa na ufunguo au komeo. Na kama ni mgonjwa, alikuwa yu mahututi, maana hata nguvu za kujivisha nguo hakuwa nazo kabisa. Amini nakwambia, mwili wake ulikuwa umefunikwa na nguo moja tu, ambayo ni chupi. Kifua chake ndio kilinichanganya kabisa. Kilikuwa kimepambwa na vimatiti vidogo mno. Niwe mkweli, kwa mwanamke huwa naangalia sana kifuani. Matiti ni ugonjwa wa macho yako. Ilivyo bahati mbaya kwangu, siku hizi kukutana mwanamke mwenye titi mfano embe dodo ni kazi kama zilivyo kazi nyingine. Wanawake hawa wa leo sijui matiti wanafanya nini, maana karibia wote matiti yao yanauma usingizi muda wote.
yamelala. Oh, Elisa, huyo alikuwa na titi size yangu. Huyo alikuwa na umbo size yangu. Hata kunichagua mimi, nadhani alijua kabisa Lamos mimi napenda vitu vizuri, na kwa kuwa na yeye ni mzuri, basi alijua urembo wake utanasa macho yangu na kuwa mmiliki halali wa moyo wangu. Nikiwa bado nimepigwa na bubuazi, Elisa alinifuata na kunikalisha kitandani. Yeye pia alikaa pembeni yangu. Ilikuwa kazi kumtazama, na ilihitajika nguvu ya ziada kuacha kumtazama. Kwa makusudi alichukua mkono wangu na kuweka kwenye mapaja yake. Hapo uzalendo ulinishinda. Pasipo kuongea, maana sikuwa na neno lolote la kuzungumza, nilimshika na kumlaza kitandani. Kisha daktari wa mapenzi, nisiyekuwa na leseni ya udaktari wala uzoefu wowote wa mapenzi, nilijipa jukumu la kumtibu mgonjwa huyu, maana hali yake ilikuwa inaonekana sio nzuri. Kwa pupa nilivua nguo zangu za shule na kuzitupa chini. Kisha nilirudi kitandani. Kwa wasiwasi na mashaka juu, nilianza kumpapasa Elisa kuanzia chini kuelekea juu. Nilipofika kifuani, pole pole nilianza kuyabinya matiti ya Elisa, huku nikimtazama machoni. Muda huo yeye alikuwa amefumba macho, huku akijikunja kunja misili ya safari ya jongo. Mpaka hapa tunafika mwisho wa sehemu ya 7. Sikose sehemu ya 8 ya simulizi hii. Na huu ni Ulimwengu wa Simulizi za Mapenzi. Mimi ni MSI. Ukipenda niite mfalme wa simulizi za mapenzi. Tukutane wakati mwingine. Chao.